kutokujua, wapeleke katika nuru ya ilmu ya kutambua majambo kwa uhalisia wake. Hili ndio jukumu na ndio kazi ya mitume wote. Kisha akishaitekeleza kazi hiyo, tayari watu wameshakuwa kwenye nuru, wana uongofu, wana ilmu, jukumu limeisha. La wadhakirihum biayamillah, ipo kazi nyingine. Hao walioongoka na walioipata nuru, unalo jukumu la kuwakumbushia masiku ya Mwenyezi Mungu. Hapo ndo kwa kuweka mstari, wadhakirihum biayamillah, wakumbushie wao masiku ya nani? Alafu Mungu akafunga kusema inna fi dhalika la ayatin likulli sabarin shakur. Katika hayo kuna ishara tosha ya kuonyesha ukomavu wa imani, uelewa uliokuwa mzuri, kila yule mwenye subira, mwenye kushukuru. Kuna vitu vya kiala hapo, sabarin shakur. Mimi nimesema sigandi, muda sio rafiki. Maneno haya amekuja kuyafasiri Sheikh Uwesu, akasemaje? وَقُدِ النَّفْسَ عِنْدَ اللَّهِ وَأَدِّبْهَا بِعِلْمِ اللَّهِ وَذَكِّرْهَا أَيَّامَ اللَّهِ تَفُوزُ غَدًا بِنَظَرِ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدُ الْقَادِرِ شَاعِرِ Uwesu Ahmad wali Allah. وَخُذِ النَّفْسَ عِنْدَ اللَّهِ وَأَدِّبْهَا بِعِلْمِ اللَّهِ وَذَكِّرْهَا أَيَّامَ اللَّهِ تَفُوزُ غَدًا بِنَظَرِ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عبد القادر شاعر الله Uwesu Ahmad wali Allah. عبد القادر شاعر الله هيا Uwesu Ahmad wali Allah. Huyo Sheikh Uwesu bin Muhammad al-Qadiri. وَخُذِ النَّفْسَ عِنْدَ اللَّهِ, ielekeze nafsi yako kwa Mwenyezi Mungu. وَأَدِّبْهَا biilmi Allah, na ile izoweshe kuipa ilmu ya Mungu, ikae kwenye uelewa uliokuwa mzuri. Nimesema napita fasili za juu, tafsiri ya juu, sitaki kuzama ndani. Lakini mwisho akasema wadhakiriha ayyama Allah, ikumbushie hiyo nafsi masiku ya Mwenyezi Mungu. Yale yaliyotajwa kwenye Qur'ani sura ya 5 yanakuja huku, wadhakiriha ayyama Allah. Ukifanya hivyo tafuzu ghadan, kesho wewe umetoboa. Kesho kwa maana ya akhira. Sasa masiku haya tuliyokuwa nayo haya ni katika yale ayami la. Kuna 13 bora za mwaka. 10 la kwanza ni 10 la mwanzo la mwezi wa mfungo 3. Ndio hili tuliyokuwa nalo kuanzia mwezi mosi mpaka mwezi 10. Na ni sunna kwenye masiku haya kufunga, kasoro ile siku ya mwezi 10 kwa sababu ni siku ya kuswali Eid. Lakini kuanzia mwezi mosi wewe ni sunna kufunga mpaka unafika mwezi 9 siku ya Arafa. Wala usiwe na mashaka katika hilo. Hadithi zimekuja, wala tuhitaji muda usio rafiki, lakini tuna ithibati katika hilo. Sio funga tu na kutenda matendo mema. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakuna kipindi ambacho matendo mema yanampendeza mno Mwenyezi Mungu kuliko matendo mema anayoyatenda mja kwenye masiku haya 10 ya mwanzo ya mwezi wa mfungo 3. Maswahaba wakamuuliza, wala jihadu fi sabilillah, hata kupigana jihadi haifanani Mtume? Mtume akasema wala jihadu fi sabilillah, wala kupigana jihadi haifanani kuliko yule aliyejikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kwa kutenda mema kwenye masiku haya. Labda mtu ambaye kharaja binafsihi wa malihi falam yarja bidhalika shay'in, labda yule aliyetoka yeye mwenyewe binafsi na mali zake na ikawa hakijarudi chochote katika hivyo, maana yake kafia huko, mali zake zimeteketea huko, huyo ndio anaweza kufanana na yule aliyetenda mema kwenye masiku haya 10 ya mwanzo wa mwezi wa mfungo 3.
Kwa nini nimelisema ili mtashangaa? Shehe kama hivyo, mbona nimeenda kula daku? Ni sunna kufunga masiku haya. Imeleka vizuri, yani nataka tusitoke na vumbi vumbi hapa za maswali yasintofahamu haja kwa haja. Zile takataka tuziondoe. Sasa mbona nimekula daku? Leo ni Alhamis, kuna sunna ya wiki, Jumatatu na Alhamis. Lakini pia Alhamis hii imeangukia kwenye masiku bora ya mwaka. 13. 10 la kwanza ndio hili, 10 la pili ni la mwezi mfungo 4 na lenyewe lina mambo yake. 10 la mwanzo la mwezi wa mfungo 4 pia ni katika 10 bora yale 3 ya mwaka. Na 10 la mwisho ni lile 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani.